Pamoja na uasi wake, hakuwahi kukataa kuwepo kwa Allah. Alimtambua Allah kuwa ni Mola wake, ndiyo maana akasema, Mola wangu, basi nipe muda. Ibilisi alikuwa na imani ya kuwepo kwa Muumba na kuwa muumini wa rububia kwa maana ya utambuzi. Firauni, yeye alipindukia mipaka kwa kudai uungu. Alisema, mimi ndiye Mola wenu mkuu kabisa. Hakuna kiumbe aliyewahi kukufuru zaidi ya Firauni katika historia ya dunia. Pamoja na uovu huo wa Firauni, angalia maajabu ya rehma ya Allah. Allah alipowatuma Nabii Musa alayhi salam na Nabii Harun alayhi salam kwenda kwa Firauni, aliwaamrisha, basi mwambieni maneno laini, huenda akazingatia au akaogopa. Huu ni ushahidi kuwa Allah anatupa kila nafasi ya kurejea kwake, hata kama tumepindukia kiasi gani katika madhambi. Lao viumbe wote, mamilioni na matrilioni ya wanadamu, kila mmoja angekuwa ni nakala ya Firauni. Kila mmoja akisema, mimi ndiye Mungu wenu, na kila mmoja akifanya madhambi kama ya Firauni. Kisha wote hao wakasimama sehemu moja kwa dakika moja na kusema kwa dhati, astaghfirullah, na muomba Allah msamaha. Basi msamaha wa Allah ungewatosha wote na angewasamehe wote bila kusita. Subhanallah, ikiwa Allah alimfanyia upole Firauni aliyedai kuwa yeye ni Mungu, vipi kuhusu wewe unayesema la ilaha illallah? Usikate tamaa na rehma za Mola wako. Msamaha wa Allah ni mpana kuliko madhambi ya viumbe wote wakijumuishwa. Kimbilia kwa Allah leo, kwani yeye ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu.